Adam alikuwa mwanaume mtanashati, mpenda kazi na mwenye nidhamu kubwa. Hakupenda kuzungumza sana, lakini alikuwa na moyo wa kujitolea na alijitahidi sana kuhakikisha mama yake anaishi maisha bora. Alikuwa ameishi na mama yake tangu utotoni, kwa kuwa alikosa kumjua baba yake, na alijua kuwa ndoto yake ya kuwa na familia yenye furaha ilitegemea juhudi zake. Mama yake aliona mafanikio ya mwanae na alijivunia sana. Alikuwa na matumaini kwamba Adam angeoa na kupata watoto, kwani aliishi kwa matumaini ya kuwa na furaha zaidi ndani ya nyumba yao. Lakini Adam alijua kuwa bado alikuwa na ndoto yake ya kufanikiwa zaidi, na hakuwa na hamu ya kuingia kwenye mapenzi kwa wakati huo. Muda ulipita na mama yake alianza kuugua. Alikuwa mgonjwa na Adam alikosa muda wa kutosha kumhudumia. Aliendelea na kazi zake, lakini aliona kuwa hali ya mama yake ilimhitaji yeye kuwa karibu zaidi. Hali ikawa mbaya na daktari ambaye alikuwa anamtibu mama yake alimshauri Adam kumtafuta mpenzi au dada wa kazi ili amsaidie mama yake. Adam alikubali, akajua kuwa hakuwa na njia nyingine, hivyo alitafuta dada wa kazi ili kumsaidia. Sasha alikuja katika nyumba ya Adam kama dada wa kazi. Aliweza kumhudumia mama yake Adam vizuri, akifanya kazi zote za nyumbani. Adam alikuwa akirudi nyumbani, lakini alijikita katika kazi na aliona kuwa aliishi kwa njia ya kujitolea kwa mama yake. Alikuwa na kazi nyingi na alikosa muda wa kuzungumza na Sasha. Muda wa kuzungumza na Sasha ulikuwa mdogo na aliona kuwa jambo kuu lilikuwa kumhudumia mama yake. Siku moja, baada ya siku ndefu ya kazi, Adam alifika nyumbani akiwa mchovu. Alikuta Sasha akiwa amemaliza kutazama tamthilia na akaenda bafuni kuoga. Adam alichoka sana, lakini alijua kuwa ilibidi angalau awepo kwa ajili ya mama yake. Alifungua mlango wa chumba cha Sasha bila kutarajia na alikuta akiwa kwenye mchakato wa kuvaa nguo. Sasha alishtuka sana, akijaribu kuficha mwili wake haraka. Lakini Adam alijua alichotaka kufanya, akaenda karibu na Sasha, akamkumbatia kwa nguvu na hisia za ukaribu zikamjaa. Sasha aliguswa kwa namna ya kipekee na kumbatio la Adam. Alijua kuwa Adam alikuwa mtu wa kipekee, lakini hakutarajia hisia za nguvu ambazo alizikuta akijikuta akizipokea. Alijua kuwa Adam alikuwa na mzigo mzito wa kujitolea kwa mama yake, lakini sasa aliona upendo wa kijana huyo uliojaa majuto na uhitaji wa faraja. Sasha alijaribu kujitolea kwa Adam kwa namna ya pekee, kumsaidia mama yake na kuonyesha heshima, lakini alijua kuwa Adam alikuwa akimvuta kwa namna ya kipekee. Alijua kuwa alitaka kumsaidia, lakini alikuwa na maswali mengi kichwani mwake, maswali kuhusu mapenzi, kuhusu mama yake Adam, na kuhusu nafasi yake mwenyewe katika maisha ya Adam. Adam alikumbatia kwa nguvu na alijua kuwa alikuwa anahitaji msaada wa kipekee, na hapo ndipo aligundua kuwa kuna mengi zaidi yaliyokuwa yakimjia moyoni mwake kuliko alivyokuwa akifikiria. Hakuwa na shaka kwamba alikuwa na hisia za karibu kwa Sasha, lakini hakujua kama alikuwa tayari kwa hatua kubwa zaidi. Alijua kuwa mama yake alikuwa akimhitaji, lakini pia aliona kuwa alikuwa akihitaji mtu wa kuwa naye kwa furaha. Samahani, Adam alijikuta akisema kwa sauti ya chini, akionekana aibu kidogo. Sijui kilichotokea. Nilijua tu kwamba nakuwa na wasiwasi na nilikuwa na huzuni sana kwa hali ya mama. Sasha alitulia, akijua kuwa hakuna maneno mengi ya kusema kwa wakati huu. Alimsaidia Adam kwa kimya chake, akimfariji kwa kugusa mkono wake kwa upole. Alijua kuwa ingawa kuna changamoto nyingi mbele yao, ilikuwa ni sehemu ya maisha, na wakati mwingine huzuni na furaha zilichanganyika katika njia zisizotarajiwa. Adam alijua kuwa alikubali kila jambo katika maisha yake kwa ajili ya mama yake, lakini sasa alikuwa anakutana na changamoto ya kujua kama alikuwa tayari kuzingatia mapenzi katika hali ya sasa. Alikuwa na furaha kwamba alikuja kuwa na mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumwelewa kwa undani zaidi kuliko yeyote mwingine. Unajua, Sasha aliongea kwa sauti ya kimya, si lazima uishi kwa ajili ya mama yako tu. Wewe pia unastahili furaha yako mwenyewe.
Adam alitazama kwa makini uso wa Sasha, akiona ukweli wa maneno yake. Alijua kuwa anaweza kutoa zaidi ya kile alichokuwa akitoa kwa mama yake. Lakini ilikuwa wazi kuwa maswali ya mapenzi, na haswa na hali ya mama yake, yalimchanganya. Wakati huo, waliona kuwa maisha yao yangeweza kubadilika kwa namna ambayo hawakutarajia, lakini hakukuwa na kurudi nyuma. Hali ilianza kuwa ngumu, lakini alijua kuwa alikuwa na mtu anayeweza kumsaidia kutafuta utulivu katika mioyo yao. Naam, usiku huo Sasha aliamua kutumia pamoja Adam. Walizungumza kwa kina, mwisho wakajikuta wanashiriki tendo. Walipomaliza Adam akajitetea. Nisamehe kama sijakuridhisha Sasha, lakini hiki ndicho kinanifanya nijiweke bize na kazi, sababu siwezi kumridhisha mwanamke na sitaki kumfanya mwanamke ajisikie vibaya kwa ajili yangu. Sasha alimtazama Adam na kumwambia, pole sana boss, lakini sijisikii vibaya kwa ajili yako. Nimeridhika na kilichotokea kati yetu. Mapenzi ni hisia za kweli zinazotokea ndani ya uvungu wa moyo. Nina hisia hizo kwako, ndio maana sijaona udhaifu wowote kwako boss Adam, na kupenda sana na natamani kama ungenipa nafasi ya kuwa na wewe. Adam alimtazama Sasha bila ya kusema chochote na kuamua kutoka chumbani kwa Sasha na kuelekea chumbani kwake. Baada ya usiku huo, zilipita wiki mbili Adam akiwa anamkwepa sana Sasha kwa hofu, lakini Sasha hakuona sababu ya kuficha. Alimtumia ujumbe Adam na kumwambia kuwa hana haja ya kuwa mwoga kwenye nyumba yake. Yeye ameeleza tu kuhusu hisia zake, lakini kama hajampenda na anamuona kama kinyesi, basi anaweza kuondoka. Lakini baada ya ujumbe huo Adam alianza kujiamini na kumpelekea zawadi mbalimbali Sasha. Akiwa na furaha japo akijiogopa, lakini Sasha aliamini kuwa wanaweza kutengeneza mambo na kuwa sawa. Siku zilizi kusogea na hali ya mama yake ikazidi kuimarika na hatimaye akapona. Mama yake Adam alimuomba Adam amuoe Sasha maana ni mwanamke mzuri na mvumilivu. Lakini bila ya kujua kuwa watu hao walikuwa na surprise kwa ajili yake na kumpa taarifa kuwa yeye na Sasha ni wapenzi na wanatarajia mtoto. Furaha ya mama yake Adam iliongezeka zaidi. Maana aliona mafanikio zaidi yanakuja kujengwa na familia yenye furaha na upendo.